Kofia. Kwa sawa bwana. Kwa sawa? Haya, tuanze. Aike juu kidogo juu giza hapa hivi. Okay. Mko sawa? Okay. Mko sawa? Singenishikia tu mic. Leta. Acha tu nijaribu. Tazama, acha nikushikie tu basi nisaidie. Sishike basi hata hii yangu. Shikilia. Let's start guys. 5 4 3. Nilikuwa nataka tufanye hivi. Tumpe time aongee. Alafu tumuulize maswali. Tumwekee tu mic ya anza direct. Hivyo ndivyo tulikuwa tumepanga. Sawa. Haya. Tuanze. Okay. Hi guys, it's Baba Talisha. So the update about Chira. So I've confirmed ni ukweli wale watu walikuwa wanasema si Brian Chira si nini. So now confirmed. Nimekuja na the grandma na the uncle, nimewaleta hapa leo asubuhi. And it was so heartbreaking because now all the hope about Brian Chira imeenda hivyo, si ndio? So tumemwona and it's too bad Unfortunately kuna picha liliku huko nje, kuna mtu alikuja kumuona na then akapiga picha jana So ilikuja imeleta shida, that's why watu hawezi kuja kumuona tena hapa until tomorrow. Leo tu ni family peke yake imekuja kumuona, that is Shosho. Mimi nikaingia huko pia na huyo uncle yake, but it was so heartbreaking because now kichwa yake yote hapa katikati hakuna kitu, like iko open. So it's too bad. The impact was too bad, and I guess that is what I can say. So admission is tomorrow. Penye admission kuja like family kuja claim mwili, then waandikisha, after waandikisha alafu tukuje tufanye postmortem. We have to request for the postmortem tomorrow so that he can be transferred to any inaitwanga aje, to any facility yenye wanataka of their choice. So before that hatuwezi mpeleka mahali popote kama postmortem haijafanywa. After postmortem ndio unapatwa ile kitu inaitwa burial permit, ndio sasa mnaweza mpeleka kwa any mortuary. And for that being said, because Chira mwezi jua ni yeye bila ako hivi sahi, kitu inaweza fanya mjue ni yeye, ni nguo alikuwa amevaa na toja na maybe mikono na pia mdomo kidogo, but hizi zingine masikio hakuna moja, zingine like face iko tu, kichwa imepunguka, then hii ingine iko tu hivyo tu. So for me to be here, I'm just helping the family because now is one of the people kidogo sometimes back we were trying to help Brian Chira. Okay. And I'm still here. I've been still helping the grandmother despite mimi after Brian Chira amefanya 1 2 3 nili keep distance na kidogo, but mimi still the family have been there supporting the grandma penye nilikuwa naezewa. Okay. Yeah, so I guess that is what I can say. Okay. Can you tell us a little bit of what happened, because watu sasa wanajiuliza maswali mengi, and I know maybe you tried to follow up and know what happened. So the thing is habari nimepewa because now ni watu wengi walikuwa wananipigia hizo story. Brian Chira alipata tu accident against the same place penye mimi uka panaitwa Gasharage, just karibu na Ruaka, because Chira alikuwa anakaa mbali na mimi, alikuwa anakaa karibu St. Peters, inaitwa Peter Anza ama kitu kaa hiyo. St. Peters iko tu hapo tu somewhere around Gasharage, between Ruaka and Gasharage. So that is where, but alikuwa anakaa the other side. So he had come from a pub fulani iko tu hapo Gasharage, akadropiwa, but then after kudropiwa I guess he jumped out of the motorbike, sijui kitu kama hiyo. Then when huyu jamaa mwenye alikuwa amemshukisha pale alikuwa anajaribu kwenda kumkataza singe kwa barabara, that is how kuna kanta ya white ilikuja ikamgonga kwa barabara. You know that barabara kuanzia 4 kwenda onwards inakuanga very busy. So pale mtu akikugonga na hakuna mtu mwenye alikuwa anaona, it means hakuna evidence yote. Na that unfortunately hiyo barabara ina cameras ziko past Kiambu Road, so hawezi sema ati tunaweza kumwangalia kwa nini. Hakuna building pia pale iko na maybe tuseme kitu kama camera CCTV. Yeah. Okay, we understand umeleta Shosho kamaona. What is her state now? Ako poa? Okay, she's too bad. Hata yeye hajaweza, ameingia kwa mlango tu akiona kitu imefunguka karudi. He is not okay. She has never been okay, in fact, since before. You know, she lost the mother, the other auntie wa Chira mwenye alikuwa sana take off kuna Brian Chira. And then now the first, yani mjukuu wake wa kwanza ndio tena amekufa. So you can imagine what she's going through at the moment. So it's not good. Probably Baba T, since her state is not okay right now, sijui kama una mipango kumsaidia in any way since you have been close to the family? Yeah, we'll help where we can.
That's why I'm still here. Nimeacha vitu zangu zote, nimekuja tu kumsaidia. Chira is not my family member. I don't come even in the same place naye, but because at some point we need one another, right? Yeah, sure. Yeah, we were with Chira. Me, I've seen things on social media, bro. When we help walisema tunatafuta content na views, tukaacha bado wakakuwa bado na problem. Bado sasa tumekuja bado kuna wengine wanasema ni content tunataka na nini. So what are you gaining out of it? Hakuna kitu yote mimi na gain. Yeah, I'm just me helping a family that really needs that help. And the grandmother me alitumanisha hapa jana nikakuja. Leo mimi ndo nimemleta, kesho bado mimi ndo namleta. So anything else at the moment I guess he got hold until tomorrow. When they have, we have to let the family decide. It's not us. Sisi tunaweza taka vile inafaa ikuwe na family iko na mambo yao. So the thing is tunaachia family wakuja up na program vile wanataka vitu ziende. That is how we will go with it. And when was the last time you talked to Chira and conversation in labda alikuwa anakuambia nini? Last moments pia. Yeah. I guess physically tulipatana naye time ya birthday MC Chris Kirubi. And I remember we talked for like 30 minutes. Muitaki kwa hapo because it was too bad. He was so drunk that day. And I was trying to tell him, bro, hii pombe. Every conversation nimekuwa naye na Chira I guess ni ya pombe tu every time. Because I have a problem with hiyo. Because once pia mimi nishaikuwa huko and I really struggle with alcohol for some time. So I used my own personal experience to tell him how it will really mess his life. And we talked for some time. Then ikakuwa tena the last time nilimcall ilikuwa like 2 or 3 weeks ago. I guess kuna dem fulani tuanga manzi wa Mombasa. He had really insulted me online. So the only person I could call was Brian Chira. Nikamwambia sasa, why is your friend insulting me and mimi na yeye hatujai kutana at personal level, hatujai meet. And then anakuja kwa social media kunitusi vile mimi sijui ni malaya, sijui mimi nini, and I've done nothing to her. So I talked to Brian nikamwambia immediately call your friend, and he did that. Alimpigia, though he was bado hiyo time pia alikuwa ako sawa, alikuwa bado kwa club pia, but he did that no dem akaenda kadelete hiyo video. So mimi nikachana tu na hiyo story. But for me he really used to listen sometimes. Basi shida ilikuwa kwa tu wake kunywa kidogo tu ni hivyo. But above all we can't really, hii ni maisha mazee, huwezi sema haiwezi kuwa. Juu hakuna mtu anajuanga siku yake pia. Yeah. As it stands, of course, kuna groups already zinaformiwa, pengine mchango inafanyika, sijui because you are close to the family. How far na hizi groups labda utaambia Kenya nini? So far kuna mchango wote na hapo inafanyika. Groups zinaweza kuwa maybe, mimi najua wengine wamefungua groups already, but at for now hakuna mchango tunafanya because imagine unapanga candle lighting, unapanga mchango, hata hujakuja kwa mochari, hata familia wajienda hata kuona shosho yake, lakini sasa hii pesa iko yeah, so maybe after kesho ndo tutakuwa na mwelekeo maybe. Yeah. Okay, let me ask you this question. Some TikTokers got that, some, see what, have been accused of kuchangisha pesa when maybe kuna cases kama hizi wakati mtu ni mgonjwa, wakati mtu amefariki, and they use them for their own benefit. How are you guys going to ensure that vitu kama hizo hazifanyiki kwa Chira? Because I saw people online saying watu watachangisha pesa, people are gonna be millionaires na vitu kama hivyo. So I really don't know about that. But what I can say, I guess we'll get the most secure way. Tunaweza maybe just one person or maybe one way. Maybe if it's a pay bill, maybe well and good. If maybe what I choose, maybe family, well and good. But we really hope after the funeral we have a life after. Shosha yake yako. Kuna huyo kijana mwingine mdogo na kuna pia cousin yake mwingine hapo. So we have life after. That shosha has gone through a lot, bro. Like yesterday, actually alijaribu kupigia Brian Chira because landlord alikuwa amekuja kumsumbua na story ya rent. It was accumulating up to 70,000. Na shosha yake Brian Chira alikuwa hadi sometimes anaenda kukopa food place, unaona? Hizo vitu zote tu anajaribu kupigia hata msewa bucha hivyo, judeni nini hizo. So yeye alikuwa anapiga jana simu akapata Chira ako off, confirm kama anakuja home kwenda kuchukua food, yani alikuwa amempikia. Then pia na hizo story ya landlord. Then sasa similifuata na mimi juu mostly nampiganga simu nikienda huko. Na jana nikipiga hivyo akajua tu there's something wrong somehow. But we hope everything will be well. So in case kuna hizo vitu za fundraising zitakuja,
I hope we come big for this family, especially for the Shosho. He has really been there with Brian Chira. Nobody else. Najua watu wengi hawajuangi like ni the grandmother has been going through a lot. He has never healed from the death of the mother, the auntie mwenye alikuwa na take care of them, and then now Brian Chira again. So ni vitu ngapi tatu sahi within a span since 2020 right now. Imagine. Yeah. And there is this video that anaitwa Nyarhu, she did akasema alikuwa na warn Chira about pombe, akasema atakufa soon kama ataachana na pombe na ataenda mazishi na gari baridi sana. Like it's a video that right now watu wanaizungumzia sana. Have you seen the video? Maybe if you've seen it, what's your take on that? That is a positive criticism, yeah? That is a positive, it was a positive advice. The same things I used to tell Brian Chira, yeah? Yeah, in my car, tukikuwa home. Hakuna bishta anga shai kuja kwangu kazi Brian Chira. So, ilikuwa ni positive. Si ata alikuwa namtakia mabaya. That is an advice ukiniambia Baba T, usipoachana na kitu fulani hivi ndio itakuwa. Yeah, so. A question is that, yeah? Niliona pale inasemekana that the counter is being traced. Yeah. And of course we understand that maybe just a question on your side. Have you guys tried to reaching out the police station so that you can identify the counter? Now that is, itakuwa very tricky because mimi sahi aki sijafika police station bro. Bado sijafika kwa police station. Me have been up and down as the grandmother and the staffs, you know. Ni kazi ya polisi kufuatilia hiyo. Because now hata you know kanta ngapi zinapitanga hapo ni mingi. Alafu tena ilikuwa kwa mkia asubuhi. So ilikuwa saa 9 ya. Saa 9:15 hivi keleka saa 10. So it will be very hard man. But we'll try because sasa inaenda Rwaka napeleka shosho yake kwa nyumba ya Brian Chira and then I take her home. So maybe after that I'll try to follow up ndo tujue penye wamefikia. Okay, yeah. Apart from you, kuna timu nyingine inakusaidia because we can see ni wewe tu tunaona ukishughulikia sana history and the family. Kuna watu wako huku wengi. Kuna Chicha, kuna Hannah Benta, kuna MC Chris, ndio hajakuja hapa wengine. But they are all trying to see. Kuna Malisafi, Hannah Benta kwa hapa, Trisha Khalid wako huku. Yeah, they all here. TikTok family kwa hapa bro. So wale wajafika city hawataki kukuja. But they are still you know from tomorrow maybe onwards ndio wengine watakuwa nakuja. Yeah. All right, thank you Baba T. Yeah. Asante.